nikikueleza. Alima, najua unashtuka sana, lakini sisi kama wazazi wako, tena watu wazima, tumekaa tukakubaliana kwamba unastahili yaliyo bora. Kijana huyu anaitwa Alex na ndiye mpenzi wako mpya. Alima alihisi kama amepigwa na radi. Habari hiyo ikamshtua sana. Mama, unajua nina mtu ninayempenda. Abdul na mimi tumekuwa pamoja kwa miaka kadhaa sasa. Ananielewa vizuri sana. Tafadhali mama, usinichagulie mpenzi nisiyemtaka. Mama yake akamjibu kwa msisitizo. Nilikubeba tumboni mwangu miezi 9. Hakuna mtu anayekujua au anayekutakia mema kuliko mimi. Haya unayohisi leo yanaweza kubadilika. Mpe muda tu, mengine yatafuata. Uamuzi wangu ni huo, hakuna lingine. Alex akamsalimia Alima na kuanza kumshawishi kwamba angempenda zaidi kuliko Abdul, lakini Alima hakumsikiliza. Kwa huzuni kubwa, akamwambia wazi kwamba hampendi na hatampenda hata kidogo. Sikupendi, acha kunizotilia. Lakini mimi ninakupenda. Hapana, usinisumbui tena. Alex alipoona kwamba hakuwa na njia nyingine ya kuwafanya watengane, aliamua kupanga njama ya kumtesa Abdul ili aone kama angeacha kumchumbia Alima. Akaanza kumtumia wahuni wamvizie njiani na kumpiga. Kweli mwenye nguvu mpishe. Lakini Abdul hakutaka kusalimu amri kwa dhuluma. Baada ya Alima kugundua yaliyokuwa yakimtokea mpenzi wake, aliamua kujitoa mhanga ili wasije wakamuua Abdul na yeye akapoteza kila kitu kwa wakati mmoja. Alikumbuka kuwa subira huvuta heri, ila hali ilikuwa ngumu na hatari na ikazidi kuongezeka siku baada ya siku. Hivyo basi alikubali kuolewa na Bwana Alex, ingawa hakufanya hivyo kwa hiari au kwa furaha, akijua kuwa penye nia pana njia, lakini wakati mwingine njia hiyo hupitia kwenye maumivu, na kama wasemavyo, ngoma ya mwenye nguvu hailiwi kwa miguu dhaifu. Walimuita Alima aje kuwasalimia wageni. Uso wake haukuwa na nuru. Alionekana kama mtu aliyepoteza matumaini ndani ya moyo wake. Hata hivyo, alikubali